Bwana. Watoto wako wakumbuke. Yesu naomba wakumbuke. Watoto wako wakumbuke. Watoto wako wakumbuke. Yesu naomba wakumbuke. Familia yako uikumbuke. Familia yangu uikumbuke. Familia Bwana uikumbuke. Naomba uikumbuke. Nikumbuke. Nikumbuke. Bwana unikumbuke. Yesu naomba unikumbuke. Tunalishukuru jina lako. Tunakuomba na sema asante. Wewe ni Mungu mwenye mjawa na wema kubwa. Upendo wako ni wa kiajabu. Baraka zako zimekuwa pamoja na sisi. Tumeona mkono wako wa ajabu, tumeona upendo wako wa ajabu. Tuongoze siku hii tena ambao umetuleta hapa kwa ajili ya utukufu wako, na ukatufanikishe kwenye malengo mbalimbali. Utuelekeze katika maelekezi yako yanayofanikisha, yanayofaulisha kwenye malengo yaliyo na utukufu wako. Jina lako liinuliwe na uabudiwe. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Somebody say amen. Simameni tu hapo wana praise team. Is today better? Better now? We are getting there. Don't worry, we are getting there. And when God says yes, it is a yes. There is no. Bwana Yesu asifiwe sana. There is nothing as hard as producing the real thing that God wants. Sometimes we have challenges up here, there, tuna mangangano, kuna nini. But eventually, when you have that true spirit, you get there. So, please praise to waombea sana praise team. Wherever you are, be praying for them. We want to produce the real thing, so that we can have a future, a today, a tomorrow, and a future. Bwana Yesu asifiwe sana. Situwapigie makofi. Beatrice anapokuja tupige kigosho pili tu. Beatrice kuja tuweke, kwa sababu hapa kuna Wakikuyu wametoka Murang'a. Na kama hakuna kigosho wanasemanga kanitha katiuma kego mudi. Si ndio? Na Wajaluo na tuweke Mjaluo, tuweke Wakamba 2 3 then we see namna gani. Haraka hiyo. Ndio Wakamba wafiri wako kanisani, Wajaluo wafiri wako kanisani. Because hiyo ni na Kristo wa Afrika. Sasa kama hawa Wakorino wasipovaa hivi, wataweza kusema tulionewa. Sasa unashindwa kuona kuonewa imeingiliana wapi. Lakini kwa sababu ni mzuri, si unaona ako na raha yake. Watu wanafurahi. Wewe ndio tunaogoja Beatrice. Wewe weka kigosho. Haraka. Yes. Tupige makofi. Tuanze na Wakamba sasa. Wakamba wako wapi? Wakamba in the house? How many of you? Haya, cheza mziki wa Yesu. Waze. Wakamba na watu wa Kerenyaga. Cheza mziki wa Yesu.
Waluya wanaimba aje? Buju. Waluya wanaimba hivyo. Shangwe na vigele. Weka. Piga. Makofi kwa Yesu. Sige. Aliyotubu twende. Aliyotubu twende. Aliyotubu twende. Aliyotubu twende. Hivi nisibaki. Bye. Piga. Bye. Hivi nisibaki. Bye. Sio mtu akienda. Twende. Aha. Sige. Waluya wanapenda kutembea tembea. Bye. Ibilisi baki. Ibilisi baki. Piga kwa Yesu. Piga. Wagekoyo. Weka ya wagekoyo sasa. Gaiwa kwae Wadani Gaiwa kwae Haleluya Gaiwa kwae Haleluya
Thank you, thank you, thank you very much. Thank you. It will catch fire. Bwana Yesu asifiwe sana. You may be seated now. You may be seated in that seat of your miracle. God bless you. Thank you very much kwa waimbaji wetu. Mungu awaendelee kuwajalia. Cha muhimu sana mimi naomba tu discipline, kwa sababu ndio hamuna discipline. Kama mkakuwa na mdomo mko nayo, sauti mko nayo, discipline, mnakaa katu akora. Hiyo mkibadilisha tu Mungu atawabariki. Ama ni aje? When you, this thing, hii watu, unajua mdosi yao ndio Lucifer. Huyu alikuwa mdosi. Mwenye hii kitu, mwanzilishi, alikuwa anaitwa Lucifer. Sasa akiona umeitumia sana to the glory of the other side, analetaka kiburi. Mpaka unaona mtu ameanza kutembea ni kama ako na mabawa, ni kama ako na miba kwa miguu. Akitembea hivi unafikiria huyu mtu si mtu ya kawaida, lakini si kupenda kwake. Ni yule mtu mwenye hii maneno ndio anataka kuharibu, ndio msichukue to the glory of God, but the glory of the other side. But I am praying and trusting God, shetani hapa hata faulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani hatafanya nini? Next weekend tuko Kibera. Sema Kibera. Raini 7. Amref Grounds. Sema Kibera. Raini 7. Amref Grounds. Nitakuwa huko. Ujamali sasa unasema amen nini? Sema Kibera. Raini 7. Tarehe 29, 30 na 31 nitakuwa hapo Kibera. Mimi nitakuwa hapo Kibera. Amen. Pigia Yesu makofi. Hapo sasa ndio Kibera tunaanza safari ya huduma inaitagwa Crusaders for Christ. Officially. Tumekuwa tumeenda tumefanya drive test, tumefanya nini, tumeenda hapa, tumeenda pale kuangalia kama gari iko sawa, kama inaweza kuenda. Sasa si mnaona inaweza kuenda? Tumefungua kanisa, tumeona kanisa inaweza kusimama, si ndio? Tumejisikiliza tukasikia sio kujiita, ni kuitwa, tuliitwa. Ama namna gani? Watu wa Miracle Sika sasa simeona wameondoka. Watu wa Toro hadi Samu wameondoka. We have the right people now for the ministry. Hallelujah. Abia mwenzako, I am the right person for this ministry. All criminals and thugs have gone. We have people for going to heaven. I am one of them. Kwani hamjuagi Kisugu? Even nimesema nikusemaje? Wewe taugatia ke ugo tauga wode eri taugatia. Juma na Kiumia. Friday na Juma. Matone maigaru. Yo ugo gedauga thutha. Ko gedina igwa. Tanaigwa ega. Tine twega tanaigwa. Danaigwa onake. Ona kunu. Thank you guy. Asante. Kwa hivyo safari sasa imeanza. Sema safari imeanza. We are all ready to go. We are all ready to conquer the nation, to conquer Africa, and to conquer the whole world. The journey has begun. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni kwa sababu ni journey imeanza, ninataka kuomba tu wale watu unajua kuomba. Kila wakati unapoomba, unapotembea, kumbuka Kibera. Kumbuka mtumishi. Kumbuka hawa watu tusikuje kuja Saturday hiyo tusikie wameenda kwingine. Sababu unaweza kustukia usikie wote wameenda. Wameitwa mahali kwingine wameenda na kupiga ripoti na umebaki peke yenu. Na washoshona hawa na usikie wameenda kwa mlima. Na walipata kwa mlima gari ikakosa kupatikana ya kurudi. Na nyinyi pia mkaenda mkapata biashara, siku hiyo ndio biashara imeanza kuiva. Ndio unaitiwa ka biashara ka shilingi 200. Sasa unasema wacha nipige ka biashara hiyo ingine crusade tu.
So naomba tu Mungu awapatie that time, awapatie that freedom that week as we are going to launch our crusades across the nation. From Kibera tunaingia Kawagware tarehe 10 na ngapi? 10 ama ni 15 hapo, hiyo weekend nyingine. Kutoka Kawangware tunaenda Githurai. Hallelujah. Niko makia kana nero waikuruka. Nero kone guyandererio. Yes. Kutoka hapo Githurai tunaingia Jacaranda. Kutoka Jacaranda tunaingia Maziwa. Kutoka Maziwa tunaingia Dadora. Kutoka Dadora tunaenda Kagemi, Gong, Kikuyu town, Kiambu town, all over. It is a journey that will be every weekend. Sema every weekend. Tutakuwa tukienda, kwa hivyo ujipage. Enda utengeneze timetable, useme hii sitaenda lakini hii nitaenda. Ujitayarishe. Na hivyo mnasikia tunaenda, mtayarishe mifuko pia. Hallelujah. Kafea kakwenda, ka sacrifice na kairifu kamoja, tuwili, tutatu, tutano, tumia bili hivi, kamilioni kamoja hivi, tupesa tudogo tuko ya shati. Ujitayarishe, tunahitaji hiyo pesa. Kwa sababu hiyo safari unasikia wote tutaenda, tutahitaji pesa yako. I want to congratulate and thank the team ambayo inaitwa the synagogue partners. You've done beyond imagination. I never thought that is how rich you are. I never thought that is how blessed you are. You are such a blessed people. Wame contribute mpaka nimestuka. Wali contribute, walikuwa naweka pesa kwa huyu Roda Kenyari, kwa simu ya Roda. Mpaka simu ya Roda Safaricom wakampigia simu, wakamuuliza, where are you getting this money from? Because you are not used to such kind of money. Kwa sababu Roda amezoea, sikasimu kake amezoea shilingi 2,000, shilingi 3,000, 4,000, 5,000. Sasa Safaricom karibu walipoti polisi kusema kuna mtu anapokea pesa ambayo si ya kawaida. Mpaka akakuja kaniambia simu yangu naona kama imetapiwa. Watu wanaitwa nini? Development partners. Go ikayamuradhime. God bless you. Wale wako hapa, kuna wengine wamesema hawataki jina yao, wako ng'ambo, hawataki jina yao iwekwe kwa mtandao. Asante. God bless you. May God just reveal himself to you. May God bless you, because there is a desire, there is a reason. Kila kitu unatoa, there must be a reason. Unatoa because of a reason. Whoever that gave his 10,000, wengine wametoa 100,000, wengine wametoa 500,000, wengine wametoa 20,000, wengine wametoa 100 shillings, wengine wametoa 200. Kuna mtu ametoa mpaka 50 bob. Mungu akubariki in equal measure. Bwana Yesu asifiwe sana. Awafungulie milango. Soon we are going to have a meeting with all those partners. We are going to discuss together, because that is my work now. When you have those partners ambao they are financiers, that is my work as a prophet of the house, to prophesy, to speak, because that is what the Bible says. Obey and respect your prophet and you shall be prospered. Now this is now I will enter in to make sure that you prosper, to make sure you grow, you succeed, and you win every single battle around your life. Bwana Yesu asifiwe sana. And from now on, nataka kusema, kama ulitoa shilingi 1,100, may that pocket of 100,000 iendelee na isiwahi kukosa. Kama ulitoa shilingi 5,000, the same. Shilingi 10,000, the same. 1,000, 1,500, 200 shillings, whatever kind of money that you gave, whatever kind of support that you are giving, hata wale intercessors wale wanaomba, I just want to say this: whatever service you are offering, God will bless you. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mnasema amen mzuri. Nilisikia ati amen ya hapa haitoshi uga. Na nimeona kweli haitoshi. Mnasemanga amen. Amen. Kwa sababu nilifanya makosa na mnisamee tu. Mtu akitenda dhambi si anaomba msamaha. Nilitenda dhambi. Na hii dhambi nilitenda, I want to confess it. Nilikataa kusemaga pokea gari, pokea shamba. Na mna hiyo yenu inatokaga mzuri mkisikia pokea gari na pokea shamba. Sasa mimi unajua kitu yote mimi nasemaga hapa, nafanyaga research.
Ukisikia nazungumzia hata kule kwa Simokei, kwa Bahamase, kwa nini? Any topic I discuss, I do thorough research. Ndio naonanga topic zangu zote kila mtu duniani anazipenda because they are factual. So I've been always wanting to say pokea gari. Now nilitafuta kwa Biblia niangalie ni wapi gari, ni wapi kitu kama hiyo unaweza kupokezwa hivi na ikuje. Nikaangalia kwa Biblia nikaikosa. Sasa nikaanza kwenda kwa hii barabara, nimezunguka Utaling, nimeenda Mombasa Road, nimeenda Thika Road, Kiambu Road, Gongu Road, ile ya kwenda Gongu inaitwa aje? Magadi Road, nimeenda Thika Road, nimeenda kila mahali kujaribu kuangalia kama kuna gari imetupwa kwa barabara. Nikakosa. Kwa sababu hiyo kitu na kupokeza lazima ikue. Kwa sababu I am not here to lie to you. I'm here to tell you the truth. Pokea gari and you must receive it. Bwana Yesu asifiwe sana. And I don't want to come siku ingine tena nianze kukula maneno yangu, maana mimi nataka mninunulie gari. Makanisa mengine mnanunulia pasta. Kule ulitoka ile kanisa ulitoka, si uliwacha kama umenunulia pasta wako gari? Si mimi si pasta. Si mimi ni pasta. Kwa sababu sitaki kukuja sasa na hata niwaambie pokeeni gari, pokea. Chiaredi inua mkono wako juu, pokea gari. Na asimame aseme amen. Koki pokea shamba. Title hizo zinakuja. Pokea mashamba, pokea. Alafu ikifika yangu niambie Chiaredi yako wapi? Simama. Chairman wa kanisa, simama. Treasurer. Treasurer yako wapi? Chairman wa youth yako wapi? Chairman wa kina mama. Sasa nataka unajua, sasa si mimi nitaongea, nitabia Roda ama huyu mama ongee. Mnajua mchungaji wetu amekuwa akitembea na pikipiki siku nyingi. Ni vizuri tumununulie gari. Ni vizuri kanisa tumubariki. Kwa sababu si mnajua si anatubarikigi. Si anatuobeaga. Na niona tumefaulu na anatuobea vizuri. Kwa hivyo hata sisi ni vizuri tukue msaada kwake. Sasa mimi nilikwambia pokea gari kwa bahari popote na ukapokea. Mbona sasa tena ni mimi niende kwa huyu mama nimwambie akuja wadanganye munichagie pesa ya kununua gari? Si unaona hapo nitajikaraga. Ndio unaonaga sisemagi hiyo kitu ya kupokea. Na ndio unaona mnaniangaliaga na sura baya kwa sababu that promise I'm not doing. That part I'm not doing. And I'm not going to do it. Ambayo itafanya nikose kwenda biguni. Afadhali nikae kwenda biguni, lakini sitakudanganya. Gari inakuaga na muhidi ndiye ameimport kutoka China ama kutoka Japan ama kutoka Taiwan. Imekuja imebebwa na meli Mombasa. Kuna mambo mbili kule, si mambo tatu. Kuna mambo ngapi? Mbili. Ukienda kwa yadi pale, uende unataka haya purchase. Wapatie pesa fulani, wakuwekea gari yako turaka, uwalipe hiyo pesa ingine pole. Ama uwapatie pesa cash, uende ujiwekee traka wewe mwenyewe, muachane na wao. That is the only way to get a car. What I can teach you here ni kufundisha, nikwambie pesa haziokotagwi. Mungu habarikigi pesa ambazo zimeokotwa. Mungu anabariki kazi ya nini? Ya mikono. Ni mikono ndio ubarikiwa, si miguu. Miguu haina baraka. Na mdomo hauna baraka. Ati kwa sababu mimi ni pastor, sasa niwaze kuwanyonya nyinyi ni wakurage nyinyi. Hapana. Ati kwa sababu mimi naongea na wahubiria, sasa I am supposed to eat from you. A pastor is not supposed to eat from the congregation. Unafaa ku eat from your salary. Hapo mmechanganyikiwa kidogo. Si ndio? This congregation, this church is an institution. It is a government. Any church is a government institution. Sema government institution. Any church, it is not an individual institution. It is a government institution. It is registered under the Societies Act, where names are there. The board and the officials are known by the government. We take returns, tunalipa taxes, na returns zote tunapeleka pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila mwaka ninaandika audited report how the money, pesa zote ziliingia na venye zilitumika, zilifanya kazi gani, and the receipts, not for you only. I am supposed to be doing it kwenu. Mnakuja hapa, mtu anasimama anawaelezea zile pesa tuliokota last Sunday. Ndizo hizi.
ama mwezi huu, na zimetumika hivi. That is a principle. But even if I don't do to you, a government is watching over me and waiting for me to explain how much money I got. Where was that money banked? Who signed? Why was this money signed for? Therefore, if you are here working or employed by the church, because a pastor is supposed to be employed to earn a salary. Bwana Yesu asifiwe sana. To earn what? A salary. Unalipwa pesa kulingana na kazi ambayo umeandikiwa na kulingana na terms and conditions. Mnanielewa? Lakini that is why here siwezi, hata ukiuliza huyu Ann, sijawahi guzana na pesa ya kanisa hii. Kama yeye na wale wengine ndio nimeandikisha kwa serikali kule kwa sheria, majina yao ndio yako huko. Kikiumana mimi nitajiondoa, nitaitana niseme wakubwa ni fulani na fulani na fulani. Agendeni kwenu kwa failo muone kama hiyo ndio majina. Ndio hiyo. Basi hao ndio wenye pesa, hao ndio wenye kanisa, hao ndio wenye kila kitu. Mimi ni kuajiriwa, nimeajiriwa. And I want also to complain to you, munisaidie. They haven't paid me my salary. Charity sasa ndio umeanza ku-understand the complication. Kusiku nitanunua makaratasi hapa niseme charity must go. Charity must go. Nitakuwa nikidemand, hawajawahi nilipa salary. Bwana Yesu asifiwe sana. So, I'm trying to explain to you this, that Mungu habariki kazi ya mdomo. Mungu hubariki kazi ya nini? Ya mikono. Miguu yako haina baraka ya kazi. Miguu yako iko na baraka ya kumiliki. Mahali popote, alimwambia Joshua, mahali popote utakanyagisha miguu yako utamiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akamwambia mtu anaitwa Joshua, ama mtu anaitwa Musa, ama mtu anaitwa Elijah, ama mtu anaitwa Ezekiel, prophesy to the dry bones. Prophesy to them. Tell them. The mouth is purposely, purely for prophesying. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifikirie venye utahubiri vitu watu vizuri hapa kuna baraka utapata ya pesa. Hapana. You are just only to prophesy to her and prophesy to yourself. Use your mouth to prophesy to yourself. Mwambie, mjiite jina kama unaitwa Kenyajui. Jiambie Kenyajui, you are blessed man. Every morning you wake up morning, Rhoda, unaenda kwa kio unaambia Rhoda, you are blessed. You are handsome. You are good. May God bless you. You bless yourself every morning. Nobody will bless you before you bless yourself. Wakikuyu wanasema wete niweke atia oteo. You start with yourself. But if you see yourself as a nobody, if you see yourself as somebody who will never succeed, mtu mwenye ameisha, nie draigwa gukua, nie draigwa nie taginyete mwisho, that is a prophetic word to you. You are just prophesying to yourself. Any negative word you release from your mouth is prophecy. Any positive word you release from your mouth is prophecy. Whatever way you want to look at it, it is a prophetic word, and it will determine where you are going, what you will become, and how you will be. If you prophesy that you are a failure, you will be a failure. If you prophesy that you are going to succeed, you are going to succeed no matter what. Miguu nayo, you sit down there, you wait God will not come. God, you have to start moving. And as you are moving, he creates. He says, I will create a way where there is no what? So, how will he create a way when you are in your bedroom? He only creates a provision of that way if you started to walk. Unaenda unakuta kuna mitaro, wa Mungu anatengeneza ule mtaro. Unakuta kuna miti, anatengeneza miti. Kuna kitu, yani unakuta there is every blockage along your way. But because you have started moving, God will create a way where there is no way. He says that he creates a well in the middle of the desert. A well cannot be created in the middle of the desert while you are in your bedroom. No. You must start working. Na ukienda uingie kwa desert, usikie una kiu, uambie Mungu nisaidie na maji, akwambie angalia hapo nyuma there is a well. Then you look there, unakuta kuna maji. The well will be created while you are in that desert.
Not at your home. Not at your home. Not at your luxury. Ukiwa na remote na kiti. Kwa wale wanaume siku hizi, kwa sababu imechange kutoka kwa mama imeenda kwa wanaume. Wale wa remote, unakaaga kwa remote kwa kikochi hivi. Kazi yako every station unajua. Hii saa hii movie fulani inakujaga saa hii station fulani. Bagia bogo inakujaga hivi. Unani inakujaga. Yaani unakuta mtu kwa kichwa yake, si kwa karatasi, kwa kichwa yake. Program zote in every station anajua. No blessing will come to you. No well will come to you. No road will come to you. No money will come to you. Nothing. You must work. Ambia your neighbor, we must work. And I want this church to create a classic example of churches in this world. That we are the one that has produced millionaires and billionaires. From nothing, from scratch. Siyo mseme amen at least. Hawajasikia amen. Hawajasikia. Sema amen mzuri. Bado. Nataka niseme, wacha sasa niongee kama mhubiri. Nataka niseme hii kanisa ndio itakaotoa mamilionea na mabilionea. Mnataka nihubiri hivyo? I cannot be what I am not. I tried that in a crusade. Nikajaribu kuhubiri kama Moiro. Nilichukua tu dakika 2 sauti ikapotea. Because I was forcing myself. Watu wanasema ya kwamba unaenda kubarikiwa, unaenda kuinuliwa, sauti kaenda. Sasa ilibidi nikuwe mwenda wa simu ndio ni entertain crowd. Nilikaza kufanya mavitu hivi kwa sababu nataka kubuy time. Sauti irudi. Najaribu kusema maji kuje, maji. Sasa nimekwisha, sauti imeenda. Naomba maji niletewe nikunywe. Na kwa sababu mnapenda hiyo sarakasi, na mnajua ukiona pastor omuthi ama fire. Today alikuwa fire. That is not fire. Hapana, hiyo ni sarakasi. Sikiliza neno likusaidie likakufugue. Bwana Yesu asifiwe sana. Be a good listener. This is a class. I take this as a class. That I teach you. That ukienda pale, watu wengi wananiandikia message hapa. Simeona mpaka sasa niko na laptop hapa. Ndio ninaangalia messages zinakuja, nasema, sisi nianze kukufollow. Nimefuguka macho sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyu ako Kataru. Amesema akube ananifuataka. Na kutoka siku hiyo na hajaileta sadaka, lakini kutoka siku hiyo anianza kufollow. Amefuguka macho. What else do you want when you hear such a testimony? That kuna mtu ako Qatar amefunguka macho. Alikuwa anafanyia Waarabu, alikuwa naosha nyoka, kwa sababu yeye ananiambia kazi yake alikuwa naosha nyoka, akaambiwa ni pet. Hakuambiwa hii ni shetani. Lakini aliambiwa ni nini? Ni pet. Bwana Yesu asifiwe sana. So yeye anaosha nyoka vizuri, maana ni ameambiwa na Mwarabu, na Mwarabu ako na sura kama ya msugu. Na msugu na Mwarabu wakiongea anything tuna take it. Tunaichukulia kama ndio hivyo ndivyo Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe sana. But until you are able to discern and to know what God wants for you, you cannot be able to succeed. So that is why today I want us to learn this. Let God handle it. Don't bother too much. Let God handle that problem. Let God handle that situation that you are in. Let God be in control. Don't worry about what they are saying about you. Don't worry about the attacks that are against you. Don't worry about what they have done. Wameenda kwa waganga, that is their right. Wacha waende. Wameenda kwa wachawi, that is their right. Let them go. Wameenda wherever they have gone, it is their right. Don't stop them from going there. Kama mume wako anaendanga kwa muganga, it is his right. Give him that right. Kama mke wako anaendanga kwa mchawi, mupatie hiyo nafasi. Kama mke wako anafanya whatever they do, it is their right. Don't even bother about them. Let God handle them for you. Do not worry about what they are saying. Do not worry where they are. Do not worry whatever they are doing, because God is in control. Huyo Mungu ako in control. Ako in supervision of your life. He is monitoring you. He is monitoring wherever you are going. He created you from nothing
to be somebody. And you should not worry of where you are going, what is supposed to happen to you, and what is supposed to happen anywhere. Because he knows you are today, he knows you are tomorrow, he knows you are day after tomorrow. Don't worry about your tomorrow. You have seen it, but tomorrow is a mystery. And only God knows what is going to happen tomorrow. So don't worry about what is happening right now. Don't worry of what they are saying about you now. Don't worry that they have deserted you. Don't worry that they have ignored you. They have ignored you because the time for you to get into it hasn't come. Sometimes things happen to us and we think the devil is in control. The devil is not in control in everything. Your timing ya Mungu bado haijaigia. Mungu alisema atakupatia mamilioni ya pesa, but you are not yet mature for the millions. Mungu alikwambia atakupatia mzee na amekaa uko na miaka 45, uko na miaka 44, uko na miaka 40 and you don't have a man yet. Uko na miaka 50 and you don't have a man yet. Nataka nikwambie siku ya leo, it is not that God doesn't know what is happening. God knows, but because he had given you a boyfriend long time ago, ukashindwa kumuhandle, akasema wacha aive kwanza ndio nimtengeneze, akipata mwanaume atajua kutunza. How much you got, amen? How much you got? You must qualify that which you are asking God. You must qualify. Whatever you ask God, you must qualify it. Lazima you get it. You succeed in it. You must succeed. You must go trials and the tests. How did you handle the men that God gave you at your office? How did you handle that house boy, huyo shamba boy that was working in your land? How did you handle that shamba boy? For you now to come and tell God, oh my God, oh my kantarida, sorry na shata, baba ninaomba rabakotoro, ninaomba nipatie muse. And God had given you a shamba boy to work in your land, to work in your household, and you mistreated that boy like a dog. Huyo kijana ulikuwa unamtuma mvua ikinyesha, unamwambia aende shop, anakuambia kunanyesha, anakuambia kimbia, na kana kimbia because kana kuheshimu. What did you do? Umepatiwa responsibility at work. Unaangalia the people that are under you are all men, and you frog match them. You tell them to do things that they are not possible to do. And then now when it comes to your turn to ask God to give you a man, unaenda kwa Mungu unamwambia nipatie man, and you mistreated somebody's husband. Hallelujah. Ama unafikiria shamba boy is not somebody's husband? He's somebody's husband. Yo kijana wa kuchuga ng'ombe is somebody's husband. How did you treat that person? Hebu reflect nyuma, nyinyi watu mmekosa mabwana. Hebu reflect nyuma ujiulize, how many men did you mistreat while you were in school? Ni vijana wangapi ulipatia monto kwa sababu unawachukia? Hallelujah. Ni wangapi ulitesa shuleni kwa sababu ulikuwa monitor ama prefect? And God tested on you that akakukulia tu, akajua this a wrong number. Huyu ukimpatia mwanaume wakae na yeye atakatakata siri wayaweke kwa chakula, mwanaume aendelee kukufa tu pole pole. And I don't want maybe atashikana na Ndura anafaa kuhubiria watu 20 to 40 million. I promised my God nitalete into the kingdom 40 million people. Ndio naonanga naogopa wa mama. Kwa sababu nilienda Karatina kusika mwanaume mwingine aliwekewa siri waya kwa chakula akakula. Sasa unajua siri waya unakufaga slowly but sure. It will happen eventually. Slowly. Huyu mama anajua noke hakuyegodhie. Kwa sababu mzee alikuwa anafanya hapa public house. Miaka 40 in the government. Unajua wale civil servant wa zamani walikuwa wanavaa koti imejikuja inakaa kama mkia ya ng'ombe. Unakujua wale wa zamani, wale civil servant wa zamani. Wao walikuwa wanatafuta tu sigara. Sasa mzee kameishi Nairobi, kanaedaga tu once in a month. Kanaedaga Saturday jioni usiku, kanafika saa 8 usiku kanarara, kanarudi kanachomoka saa 4 mchana.
Katarudi tena siku hiyo. Sasa kameenda retire. Kamekuja kamekuta mama mwenye alikuwa amezoea kuchuka kuku zake, kuchuka mavifaranga, kulima chakula yake mzuri na tupesa twake mzuri, anaenda kamwelezo, anarudi saa 4 usiku, saa 5 usiku, kamzee kanaanza kumuuliza yenyina agashire. Osheragero wakodhi koishi. Na mtumio tiko shero wajiria kwa shero. Anakujaga that is her time, anakujaga nyumbani. Sasa unakuja kuweka governor, speed governor. Na huyo mama alikuwa already amejiestablish kule kijijini. Unajua kule kijijini kuna wasee wengi huko wazuri, wanajua kutunza. Sasa wewe unakuja kusema speed governor, hati unauliza wewe unatoka wapi saa hii? Unakotura. Hiyo maswali utaulizia bali. Utaenda bali kuulizia huko. Maana huyu mama amezoea. Huyu mama ameishi maisha comfortable. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wakidola na dhati. Niko imagine kivicha keu. Oh my goodness. And that is what is happening. So when you find yourself in a situation, in a catastrophe like that one, you need to understand that there is a hand that is beyond. There are things that are beyond you. You don't need to handle them. You need to let God and come in to do them for you. You need only to submit, surrender to God. Some things we are pushing to buy new cars. We are pushing to drive a car. We are pushing to own a family. We are pushing to do things and they are not working. And you are trying to apply your education. You are trying to apply your experiences. You are trying to apply everything in your life. Nothing is working. Don't worry about that. You have tried to pray for that husband of yours who is drunkard. Anaenda kwa waganga, anaenda kwa wachawi. He's doing everything that is nonsensical. Ni mtu ambaye hatumii akili kulikana na wewe. Baka ni kitu unachukia. Why did I get married to this person? I'm telling you, stop thinking about that line. Let it to God. Muachilie kwa mikono ya Mungu. Let God do his will. Let God do what he thinks is good with that person. Because it is only God who can change. It is only God who knows why you are in that marriage. It is only God knows that. And it's only God who knows why you have not gotten married. God understands you. God knows you are ready or you are not ready. Because there are women, you are crying to get that husband uoe, a man akuje into your life. There is another woman crying, asking herself, why did I make such a mistake of marrying this man? So unashidwa. What do you want? What man or woman wants? Because there is a woman ambaye anaomba kila siku. Analia kila siku because of the husband. Analia mateso ambayo anapitia. Analia mambo ambayo anapitia. Naye kuna mama mwingine hapa ni siko aderonere. Anaonaga mwanaume hivi, anasikia goosebumps zinatembea kwa mwili yake yote. Anasema, wow, what a wonderful man. Oh. Naye kuna mtu anaona mwanaume akipita anasema shaitani nyingine imepita. Abia mwenzako, let God handle this. It is beyond you. This is completely beyond us. You cannot be able to know what does this man want, that this woman want, because whatever that happens around us, to some is good, to some is bad. What the good food for you is poison for the other man. Let God handle this. And when we let God to handle this, God will control me. Let go of your problems and let God handle them. Don't try to fix anything. If you try to fix, you will unfix which God had already fixed. You will fail in every capacity of your life. Let go your heart and let God heal you. Don't allow your heart to control you. Don't allow your heart, because I was hurt by so and so. I was hurt by my ex-wife. I was hurt by my ex-husband. I was hurt by my boss. I was hurt by so and so. Don't worry about the hurt. Let God heal you. Hurts are there. You will be hurt anyway. Wherever you go, you will be hurt. Utaingia kwa matatu, makanga atakutukana. Utakaa na mama hapo karibu, unasikia mama ananuka. Lakini you are hurt, but you can't do nothing. Just allow it to happen. Because you did not choose yourself to be where you are. You did not choose yourself to be in that position that you are. You need God to guide. You are mourning now because you've lost your husband. You've lost your wife. You've lost your son. You don't fix it. You allow God to do it. It is a hurt, yes, but allow things to happen the way
God wants them to happen. God only knows why. He knows how to control. He knows how to make it. He knows how to move you to the next level. He knows how to lift you. He knows how to control. Yeye mwenyewe ndiye anajua. Hauhitaji kujiingiliza, kufix it. Yes, you are there. Unalia mtoto wangu, mtoto wangu. Wewe ni mtoto wa nani? Let go your fear. And let God sustain you. That fear that is disturbing you, let it go. Allow God to sustain you. You've been fearing. You've been saying that nikiachana na huyu mtu nitakuwa nikikula nini? Nikiachana na huyu mtu nitaenda wapi? Nikiachana na hii kazi nitafanya, lakini imekutesa. Unateseka kwenye hiyo kazi. Unateseka kwenye mahali huko. You are refusing to let it go. Just let it go and let God fix it for you. Let him sustain. If you let it go, God will bring his angel, the angel that will control, the angel that will stand in the gap, the angel that will do that which you lacked to have, the angel that will fix. The last Sunday, 2 Sundays, I came here and I was just looking at the praise and worship. Nobody was answering the question I was asking them, and I tried to fix it. It didn't work. Because I looked at here nikaona the people, the faces I am used to see, they are not there. Brian is not here. So and so is not here. Shiko was not here. Nobody was here. And I was wondering, what is happening to me? What is happening to this church? Then I heard the voice from heaven. It is me who will fix it. You've been trying to fix this thing. Don't now fix it. I will fix it. You've been trying to fix the church. To stop fixing the church. I will fix it. You've been trying to fix the media team. Stop now fixing the media team. I will fix it. Stop fixing your life. I will fix it. Stop fixing it. And I heard it clearly from heaven. I was praying the mountain and I heard the voice of God telling me, let it go. And I will fix it. I'm telling you, before I could open my eyes, a few days later, I found things are being fixed. Oh my God. I found God working in a miraculous way. I found God telling me now, go see what I have done. The sound was refusing completely to cooperate in this house. The sound was completely, yani, unakuta, you make the sound, good people from outside, you bring them to come and fix the sound on Saturday evening, and we leave the sound well. We lock our house there so that najua tulikuwa tunafikiria ni buju ama ni mwaneki wanakuja kufinya finya. Then we go home. To come in the morning, you try whatever, anything, unakuta, everything is the way you fix it, but nothing is working. Now you ask yourself, what is this? Buju hakuwa, because tulikuwa tunafikiria ni buju. Tena tunakutana buju, hatukumruhusu aingie pale, tulifuga. Mwaneki tukabeba, mimi ndio nilibeba kifugo, so mwaneki hakuvuja kio. Tukaangalia tukaona kio hakuna imefugwa, hakuna imevujwa. Tukaangalia kila kitu, mlango iko sawa. Tukauliza, buju ulirudi usiku? Hapana. Mwaneki baene chazi ulikuja usiku? Hapana. David baene saji ulikuja usiku? Hapana. Nikaambia wale watu, hiyo nilifanya Dominic atoroke kanisa, because he was frustrated to the end. Paka kaona sasa the church is bringing me. Instead of praying, alipack vitu zake akatoroka, because ni yeye alikuwa hapo in charge. Tundiwacha jana kama tumepaka na yeye, tumefix kila kitu na yeye. Yeye mwenyewe ndiye amepata the best, alileta the best from a known company. Homeboys, they have the best, they have a college training. Alileta walimu wawili, wakakuja wakatengeneza sound na ikakuwa smart. The following day, kila mtu alikuwa anaangalia Dominic na macho ikini. Nikishika microphone hivi, Dominic alikuwa ananiangalia pale, anaona bado ninamwangalia na jicho, ninarusha jicho. Lingekuwa jogoma ile ya Masai, hiyo jamaa angekufia huko ndani. That is the time God told me, I'm going to fix it. Stop whatever you are doing. I'm the one who is going to fix it. Because I had allowed, when I tried to fix it, I had allowed enemies to come. When you try, you open a door for the devil to find room. When you try it, because you try with the wrong people, you try with the people who have got no good intention to you, you try with the people that want to fail you, you try with the people that want to destroy you, you try with the people that have ego, we try with the people that has all manner of things inside them. Then God told me, go tell those leaders that you have chosen that
they give a sacrifice of a certain amount. And I pronounced to them, I told, God has told me that this is, for you to become a leader, you must give this money. Because he told me, do just like Gideon did. Do like what Gideon did. Tell them to produce this and keep away. There are those who produce and there are those who will not do so. Then you will know what to do from there. I have been trying to push it. I have been trying to work it. It has not been working. Why? Because when I put my experience, when I put my money, when I put my knowledge, when I put my thinking, God moves out. The moment you disallow God, the moment you start doing it yourself, you disallow God from being active in your life. And the moment you disallow God from being active in your life, he stops fighting for you because you are capable of fighting for yourself. Because you are capable of doing it. Any business you are running and you disallow God to take control of it, it is a sure indicator that you don't want God to participate. You don't want God to do it. You want to do it. So God will take a vacation. He will go rest and monitor you as you fail. Bwana Yesu asifiwe sana. So let go of your worries and let your God bless you. Allow the worries that you have to go. When I heard that from God, I was in Ngong Mountain. When I allowed God and I heard God is telling me, he told me, let go your worries. I am going to fix it. And I came back, I sat down, I knelt here, I did a sacrifice. We went for 3 days, night of repentance. 3 nights of repenting here. We repented, and after we did that, we called upon the name of God, and I asked God, now take control. This is not my sanctuary, it is your sanctuary. Hizi kanisa yangu ni yako, hii nyumba ni yako, sitangangana tena, wewe ngangana ni yako. I surrendered, and after I surrendered, things started working. You only need to surrender to God. Let go. Hiyo maneno unajaribu kungangana nayo, wachana nayo kabisa. Don't try. Just surrender to God. Release yourself to God. He knows when to bless you. He knows what time to come. He knows what. This man called Joshua, he never followed Moses to the mountain. He never wanted to go to see God because Moses alikuwa anakuja anaambia Joshua, tumana agai, tumezungumza, tumepiga raundi na yeye, tumekunywa kahawa ya Nescafe. Kama ingekuwa ni Mkikuyu wa kawaida ama Mkenya wa kanisa, nyote mngesema mudhoge the next time nikwenda tugathie nawe. Hallelujah. Musa, ukienda next time hata sasa hiyo namwambia ndio yoke tukanywa kahawa na unampeleka pale kwa kamkahawa, unamnunulia kahawa, kisha unampatia 1000 na mwambia kila mhuko. Ndio akitoka kuenda next time akienda akukumbuke. Sasa hiyo unakaa karibu tu, ndio unaona wakati anachomoka mchomokane na yeye. Yeye Joshua hakuchomoka, alikaa gangari. Hakutaka hata kujua huyo Mungu anakaanga namna gani, hakutaka kujua huyo Mungu ni sura gani, hakutaka kujua anaongeaga namna gani. He believed in Moses. Akakaa pale, akakaa huko akingojea in the tent, akingojea ndani ya kanisa. Hakufuatana na Musa. Alikaa kwenye kanisa, akifagia kanisa, akipanguza kanisa, because he knew this is not my time, my time is coming. Akajua hii ni wakati ya Musa na sitaki kufuatana na Musa. Mimi wakati wangu ukikuja, Mungu atakuja na anajua jinsi ya kukuja. Every time, every person has his or her own time with God. Don't be worried because you have seen somebody is blessed. Don't be worried because you have seen somebody succeeding. Because somebody is growing. Because somebody vitu zake zinakuwa, kanisa yake inakuwa, biashara yake inakuwa, ministry yake inakuwa. Don't worry. It is not your time, it is his time. Ni wakati wake wa kubarikiwa. Sasa kaa chini wewe, ongojea, maana your file iko namba 27, ako na number 1. God is dealing with the file number 1. Na umeanza kucomplain na file yako iko namba 1200.
Go relax, kaenda tafuta kuku za kienyeji. Usitafute za grade. Endo tafuta za kienyeji, zinakaaga mzuri. Una chakula, ukipatia chakula zinakaa mzuri long time. Ukisubiri your day to come. Ukisubiri your turn. Don't try to push it. The more you try to push it and it is not time, you get more frustrations. Unakuwa embarrassed, unakuwa frustrated, unakuwa confused. You try to make work, it does not work. You try to fix it, it will not be fixed. Bwana Yesu asifiwe sana. Let it go. The worries that you have, let them go and God will bless you. The book of Proverbs 3 verse number 5 inasema hivi: trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Trust God, muamini Mungu, believe in him with all your heart. Do not lean on your own understanding. Trust this God. The day you trust this God and with all your heart and lean not on your own understanding, that is very important statement. That one, you must trust your Lord. Number two, with your heart. And number three, do not lean on your understanding. Just trust with your heart. Because some of us, we trust God with our mouth. Some of us, we trust God with our mahoris. Some of us, we trust God with our bodies. Some of us, we trust our God with our own eyes. That I must see. Lazima nione, no ginyanyone. No ginyanyone. Some of us, we trust God with our ears. Some of us, we trust God because we know how to fix things. I want to tell you, if there is no heart in it, if it's not coming from your heart, no matter how you try to trust it, it won't work for you. If it is not coming from your heart, no matter how you do it, no matter how you try, no matter how you plan to trust it, it will never become until your heart is involved. Until when you do, you put your heart on it, you have surrendered to God. Because your head does not surrender. Your eyes does not surrender to God. Your mouth will not surrender to God. But your heart is where the surrendering is done. The day you give this heart to God and you let God do the things, you believe in him through your heart, then God will fix it. Because when you surrender your heart to God, your experiences, your understanding is rubbished in Ndura. Then God takes control. Those who have leaned on God, those who have sought God's advantages, sought God's blessing, sought God to guide, sought God to prosper, sought God to elevate, sought God to lift, they have been lifted. But those who went through back doors, pushing things to work, pushing things to move, they have failed terribly, because God does not want that way. God is preparing you for a particular line, yet you have moved from that line, you have gone to another line. God gave you a yellow line, but you are running for a green line, because many people are in the green line. Many people are in the green line, yes, because that is the line that they started with. That you see many people there. Once your line that is yellow line, ikianza kufanya kazi, you will see also many people come on it. Bwana Yesu asifiwe sana. Joshua diligently alikaa kwenye hema, hakufuatafuatana na Musa, because he knew Moses is enough to go and speak to God. I don't need to go to the mountain. Sihitaji kwenda kwa mlima kukutana na Mungu. God will fix it at his time. When the time of God comes, it will be fixed. Nobody will fix it for you. It will be fixed. Do not depend on your own understanding, but seek his will, and he will show you which way to do. In the book of Ephesians, chapter number 3, verse number 20, let go and let God have his way. Bwana Yesu asifiwe sana. Ephesians 3:20 inasema, let go and let God have his way in your life, and he will bless you exceedingly, abundantly, above all that you ask or think. You see now the trick here. We have refused to let it go. But remember, there is a promise down there
Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, he gives you more than you expected, because you relied on his intelligence, you relied on his blessings, you relied on God to guide, God to prosper, God to make you move from one level to another level. When you surrender and let it that Mungu akweze kukusaidia, you will now, to him who is able to do exceedingly and abundantly above all that we ask. You know, he is doing abundantly and what? Exceedingly above what we ask from him. Bwana Yesu asifiwe sana. When you rely on him, he gives you more than your understanding, because he knows what you need now. He knows what you need tomorrow. He knows what you need the day after tomorrow. Anajua unataka nini sasa, unataka nini kesho, na unataka nini kesho kutwa. He knows with the time when you are ready to be blessed for a new car. He knows when you are blessed, when you are ready to be blessed with that husband or that wife. He knows when you are blessed, when you are ready to be blessed with that tasking job, hiyo managerial post ambao unatafuta. He knows when to give it to you, because he knows when you are ready. But when you are not ready, God cannot give you, because he knows you are going to destroy yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Therefore, when you are trusting God, in the book of Proverbs 3:5-6, trust in the Lord your God with all your heart, and do not lean on your own understanding. Hiyo tumesoma. In all your ways acknowledge him. Verse number 6. In all your ways acknowledge him, and he will make your ways straight. In all your ways. Katika kila njia unayoipitia, let him, in all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Because in all, not one, in all your ways acknowledge him. Let him be the leader. Let him be the one to guide you. Let him be the one to take you to the next level. Let him to stand in the gap. Let him to do that problem that you are facing. Let him speak to that husband that is torturing you. Let him speak to that wife that is doing against you. Let him speak to that boss that is speaking against you. Let him do it, and acknowledge him, and he shall direct your path. Everywhere you go, in whatever you do, your path will be directed. And there is nothing as important as when your paths are directed. Wakati njia zako zote zinakontroliwa na Mungu, Mungu mwenyewe ndiye anaziangalia, everything will work your way. Everything will be done according to how he plans. Because God has got good plans, not to destroy you. Plans to lift you up, plans to make you succeed, plans to make you win, plans to make you become, plans to make you wonderful person. God has it for you. God has a good plan for you. He doesn't have a plan to destroy you. He doesn't have any plan to allow your enemy to come and destroy you. But until you lead yourself, acknowledge him, and you allow him to direct your path, that is when you start experiencing the power, the authority, the advantages that God has given you, the love that God has given you. You will experience it when you acknowledge his ways, when you acknowledge that he is God, when you acknowledge that he has the power, when you acknowledge that he is the one that only controls and loves you. There is nothing else. Hakuna kitu kingine, hakuna mtu mwingine, na hakuna nguvu iliyo hapa duniani hata kule mbinguni ambayo iko na uwezo. Hiyo nguvu tu ya Mungu. That only one God. He's the one that is able. Umejaribu, tumeenda kwa waganga, it has not worked. Tumeenda kwa manabii, it has not worked. Tumeenda kwa diviners, it has not worked. But when we came back to God, God spoke to us in a cool manner, in a straight way. And when we acknowledge that him only has the power to make whatever that happens in our life, then he changed us. God will change your business. God will change your thinking. God will change whatever that happens in your life. God will change your health. He will fix it. Wewe ni mgonjwa miaka hiyo yote, umeteseka miaka mingi. One thing I want to assure you, that whatever you have been going through, it is test from God
to test you to become that better person. He wants to use you. He wants to test you. He has been testing you. When he wants to give you that ministry, your ministry, your healing, your ministry, your deliverance, you must go through a process that will involve you to be being delivered first. Kama kuna ministry amekupatia ya healing, you must go through healing. Lazima upitie hospitali. Lazima upitie mahali utaponywa. Ndio wakati utazungumzia God will heal, ama God he will heal you, then you will be for sure be saying with a lot of confidence, indeed God will heal this person, because you know that God does heal. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are speaking that God will prosper you in business, kuna wakati ulipitia kwenye njaa, kuna wakati ulilala njaa, haukuwa na chakula, ulijaribu biashara haikufanya, ulijaribu kila njia, nothing worked, because God was preparing you. Alikuwa anakutayarisha, because he wants, when he gives you that wealth, when he gives you that money, when he gives you that riches, hiyo wealth Mungu anaenda kukupatia. Anakupatia kwa sababu wakati atakupatia utakuwa na kuelewa ya kwamba maskini akipita hapa aombe chakula, si kujifanya anajifanya, anahitaji. Maana kuna siku ulikuwa maskini. For God to bless you, he must test you. For God to give you a ministry, he must test you through the ministry. Atakupatia ministry. I normally tell you, one day mtukiwa pale City Stadium, there is a day I preached to viti, watu wote walikuwa wamenitoroka. Tulipigiania simu tunakutana, because we were 8. Tulipigiania simu tutakutana. Lakini on Sunday nilienda, nikakuta baka yule alikuwa anafungua kanisa, ameagusha kifungua hapo chini, nikikuja nijifungulie. Nikaikia ndani nikafungua. Nilifika saa 4 na anafaga kuwa mapema wamefagia mpaka kanisa haijafagiliwa. Maji kulinyesha, maji imetembea huko kwa kanisa. Viti zingine zimelala, zingine zimeinua miguu. Nikazipaka vizuri na nikashika microphone, na sikuwa najua kuhakisha speaker hizi machine, sikuwa najua, because there was somebody doing that job. Mimi wakati nilienda nikaangalia hakuna, nikapigia mmoja simu nikasikia ni mteja, kumbe waliambiana. Nikapigia wa pili nikasikia ni mteja, nikapigia wa tatu nikasikia pia yeye ni mteja. Sikupigia wa 4, nikajua hii kimeniramba. Nikafikiria, nikateremuka, nikaingia kwa gari yangu, nikagurumisha gari, starter ikakataa, na mimi ndio niliipark. Nikarudi, nikafunga gari, nikarudi juu. Watchman ananiangalia kwa sababu anajua kiliumana. Kama mtu kingine kalikuwa kanakaa hapo chini kwa kanisa yetu, kalikuwa kanajua kimeumana. Alikuja tu kunichukulia, akateremka, kaona hakuna, kaona game imeingia. Kumbe ni watu walipangana, wakajua lazima tumalize huyu mtu. Mimi wakati nilienda nilisikia sauti ikiniambia chukua microphone. Nikachukua microphone, nikajaribu kuongea, haina sauti. Nikateremuka, nikaenda kwa machine, nikafinya moja ikawaka, nikafinya ingine ikawaka. Nikajua kumbe hii kitu ni rahisi. Nikafanya microphone hivi, nikasikia zimesema tu. Nikajua sawa. Kuingia kwa kurudi pande ya kanisa, nikakuta watu wamejaa. Kwenye viti vyote vilikuwa vimejaa, but there was nobody. Mimi nikachukua microphone. Nilihubiri ni kama ninaenda kukufa kesho. Nilihubiri mpaka nikatoa jasho, mpaka nilikatoa koti nikarusha chini venye nimehubiri. Sasa watu walikuwa wakipita wananichukulia hivi, wanaona niko peke yangu, wanasinduzwa. Watu wengine wananikuja, wananichukulia, wanaenda. Nikaenda kwa sababu kanisa yetu kitu hii ilikuwa karibu na dirisha. Nachukulia, unaona kule watu watchman wako pale wanaangalia huko juu, kwa maana wanajua ninaongea na viti. Nilihubiria viti, alafu nikaambia viti watoe sadaka. Mimi yangu nikaekelea, nikaambia kuleteni. In the spiritual niliona pesa zimemwagwa nyingi sana. Walikuja, wale watu walikuwa kwa viti, walikuja. In the spirit ninaona, lakini physically there is nobody you are touching. Wakawekelea pesa na mimi nikawekelea zangu, na nikatoka, nikachukua pesa zile zangu, nikaenda kuchukua hizo zingine hazikuchukulika, lakini zangu nikachukua, nikahesabu, nikaweka kwa mfuko.
nikaweka kwa bahasha, nikaweka mahali za kanisa zinaweka kwa. Nikatoka nikaenda kwenda kugurumisha gari yangu, ikaguruma. Nikienda nyumbani, nilipofika nyumbani nikaambiwa hauendi nyumbani, nenda mpaka kwa mlima. Nilipofika mlima wa Ngong, nilikutana na malaika huko na akaniambia umefaulu. Umefaulu. Nikaambiwa hautarudi kuteseka tena. Umefaulu kwenye vitengo vyote. And from that day my ministry has never failed me. I have never bothered. Tukipanga kitu nikisikia ni Mungu amepanga, it is not my problem. Nikipanga crusade, tulikuwa mwanzo tunapanga tuende Githurai, Mungu akaniambia I have not spoken of Githurai. Na Kokia kainisisi ni Githurai, akaniletea mpaka mtu wa Githurai. Lakini mimi nikaambia Kokia na Roda, nendeni mkaangalie huko. Walipofika huko, walipelekwa ndani ya bar. Ndio waende wakutanie huko. Wakakuta jamaa watu wa bar wao, huyo mwenye na organizia, ako na watu hapo, wamekula chakula ya shilingi 10,000. Na Kokia naambiwa wewe ndio utalipa ndani ya bar. Na una imagine sasa Kokia ako ndani ya bar, wananipigia simu, wanataka niwatumie pesa walipe bill. Nikazima simu yangu. Kokia akaangalia niko kwa bar na mimi ni pastor, itasemekanaje? Wakaambia sasa itabidi mlipe. Huyu mdada ndiye alilipa. Mlilipa pesa ngapi? Wale hile pesa gani? Girinya. Lakini kumbuka, Mungu alikuwa ametuambia Kibera from the word go. Lakini tukafikiria, hata mimi nikafikiria tuanze na Githurai. Lakini tuliporudisha Kibera, Mungu na yeye akatutagulia Kibera. Wakati Koki walienda kwenda kuchukua barua, walipoenda kuchukua, walikuta wale watu wote ambao wanasaini barua, God had gathered them for no reason. They were not there at walikuwa on official work. They had been gathered, others from Dagoretti, others from all walk, walikuwa hapo wakigojea, wakikaa tu bila sababu. Mungu walipofika wakasema, ni barua lete tusaini. Wakasaini wote, wakasaini. Na wakaambia nendeni. Na OCS Musima akasema, mimi ndio nitakuja, nitaleta kijana yangu aopewe. Bwana Yesu asifiwe sana. When you learn to let God do this, God will perfect you. God will do his work. And then God told me, ujue it is me. I am going to finance. Don't worry about what is going to happen. I am going to finance the crusade. On Sunday akaniambia, ita wale watu ambao wangetaka kusimama na waite partners wakuje wasimame hapa. I've never done that. It is not in my record anywhere. Ati naitaga watu, lete watu 10,000 kama Benihin, watu 5,000, watu, mimi sijawahi. It was a strange thing to me. But God told me, I am going to finance this meeting. And when I called them, in 3 days time, everybody alikuwa shatoa. Those who pledged 10,000, those who pledged 100,000, people from here, from America, from Germany, from Japan, they have committed and they have done it. Already crusade ya Kibera tumemaliza. Already tumeanza kupanga ya Kawangware na imepangika. Everything has worked. From Kibera we are going to Kawangware without a sweat, because God is in it. There is no akili mingi ile tulikuwa tunakaa chini tunapanga akili mingi, tunafanya inaedaka hivi, tunaedaka hivi, nothing like that. But God is moving everything. Let it go. Tell your neighbor, let it go. And let God control your path. Atai control. For sure, that thing that is making you cry, that thing that is making you feel like God has neglected you, like God has abandoned you, he has not abandoned you. Hajakuacha. Ako bado. Ni wakati wako kubarikiwa haujafika. Ni wakati wako kufunguliwa milango haujafika. Ni wakati wako ambao haujatimia. This time is coming. God is blessing you. Huyu Mungu ako karibu na hapo. He is just on the day. Hapo kwa nje kwa mlango. Ako kwa gate anaongojea yule watchman afungue gate. Don't worry, don't panic. Everything is working. Everything is in place. Don't push. Don't push anything. Bwana Yesu asifiwe sana. What happens when you fail to worship, to wait for this God? Let's look at the book of Mark 8:35. For whoever will save his life will lose it,
But whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. So when you try to save it, wakati unajaribu kung'ang'ana kutengeneza, wakati unajaribu kung'ang'ana kulete watu, wakati unajaribu kung'ang'ana kufanikisha jambo fulani lifanikiwe, you lose it because the hand of God is not in it. You lose those good plans that you have. You lose those good ideas that you have. Bwana Yesu asifiwe sana. For whoever desires to save his life will lose it. If you desire to save your ministry, you're going to lose it. If you desire to save your ministry, to save your marriage, to save your business, you are surely going to lose it. But whoever loses that business, that ministry, that family, for the sake of God and for the sake of the gospel, will save it. God will come and perfect your marriage. God will come and perfect your business. God will come and perfect that ministry of yours. God will come and perfect your children. God will come and perfect that life. God will come and perfect every department in your ministry, and things will be working. You will not struggle. Hautang'ang'ana tena. Maana yuko tayari. Anasimama na wewe na atatembea na wewe. You are going to win. You are going to make it. In the book of Proverbs 16 verse 9. In their hearts a human plan their course, but the Lord establishes their steps. In their hearts, they got their plans, they got their arrangement, they got their courses. But the Lord only. A man's heart plans his way, but the Lord directs his path. You will plan your way, but every path that you make must be directed by God. It is God. If you only let it go, if you only let it to God, God will do it in a particular manner that you will be worried. Where were you, God? When all these were happening, you'll be asking him, where were you yesterday when I really looked for you? Where were you the day before yesterday when we tried to fix as a committee? It didn't work. And when now the committee is not in, you all come. When everybody is not prepared, you have come and things are working the way they're supposed to work. Tell your neighbor, let it go. Don't be worried of anything that is happening around you. Wacha kujarishwa. Kuangalia ni kama wateja hawakuji kwa biashara yako. Wacha kuangalia ni kama washirika hawakuji kwa kanisa lako. Wacha kuangalia ni kama maisha yako haiendi jinsi unavyotaka, na kutaka kuambia achilia. Mwambie mwenzako achilia. God knows. Mungu huyu anajua. Achilia tu, anajua. Kitabu cha Isaia 26 mstari wa 3. You will keep in perfect peace those whose mind are steadfast, because they trust in God. Just that trust that you trust in God. For the most that have a mindset that is perfect. Thank you. Those that have a mind that is perfect, you will keep him in perfect peace. When you are walking with God, you are kept in the perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts. He trusts. Because he trusts in you, God. That trust of God. That trust that God, you trust in God. Your mind will be kept in a perfect peace. You will not think or argue with your mind that mume wangu ameenda wapi? Mke wangu labda ameenda kwa wachawi. Kazi yangu ni labda imeendewa na kwa waganga. Huduma yangu ni kama wanaiombea mabaya. Only when you trust in him, you will be kept in a perfect peace. You will not be worried. Even if they will leave you, God will not leave you. Because he says, I will not leave you, nor will I forsake you. I will be with you. It doesn't matter what kind of a situation you are in. It doesn't matter what kind of a life you are living. It doesn't matter what kind of a problem you are facing. The problem you are facing is a stepping stone towards what God is preparing for you.
You may think that you are lost in the desert. You may think that you are lost in the bush. You may think that you are lost wherever you are. Don't worry and don't try to push it. Don't worry and don't try to fix it. It is not fixable until you let God do it. It is not fixable until you allow God to stand in the gap. Until you allow God to be where you are supposed to be. Until you allow God to take control of you. Do not try to fix it. He knows how to do it. He knows, and he will do it in a very perfect, peaceful way. In a well model way that you will come to love it. That you will say that my God indeed lives. You will indeed come and say, indeed my God loves me. Indeed my God knows me. That's the time you will give a testimony and say, indeed this is God. This is not my will. This is not my perfect wish. This is not my desire. This is not my education. This is not my money. But the will of God has prevailed. Allow this will of God to prevail in whatever you do. You will make it. You will succeed it. Lastly, in the book of Romans 8, chapter 8, verse 28. And we know in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. So kumbe, it is according to the purpose that we are called. It is only because you didn't know your purpose, that is why you've been arguing out. It is because you didn't know that God called you the purpose. That is why umekuwa kirukaruka hapa na pale. Had you known that you got a purpose, and had you known the purpose, you must know that you got a purpose, and at the same time know you got a purpose. The moment you know that you got a purpose, you understand what is the purpose. Then once you understand there was a purpose, you know the time of the purpose to be done. Because God is a God of seasons and God of times. God is a God that comes within his own time and comes within his own season. And once you understand that, once you know that this purpose, I am here on a purpose, and this is the purpose, and the time for this purpose to start working, you will not argue. You will not push for anything. You allow everything to work. Tell your neighbor, from today, I will allow the purpose of God in me to be revealed, so that I can walk in the process of God and in the paths commanded by God. Bwana Yesu asifiwe sana. He had come to deliver a message. I know you didn't know, but I know he has spoken to me. Therefore, he has said that the purpose, this is what he said, the purpose of this ministry has begun. You are seeing just a baby. I'm seeing something different, because my paths are commanded. Bwana Yesu asifiwe sana. What is he carrying? What is a car? Thank you. He came and gave it to me. Thank you. So you have to understand, these things are prophetic, and just not ordinary. They are very prophetic. Why didn't he come with a munyonyi? Yes. Chukua hiyo. Mama yako kwa wapi? Mama, twende. Shika. Kuja. Pelekea mama yako. Yes. This is Samuel. Amekuja kwa naundi. Beba tu. Beba. Mpatie. Tadi. Pelekea mama yako. Mama yako ni nani? Mama ya huyu mtoto. Chukua mtoto wako. Wacha kupelekea si huyo. Kuja. Thank you. Dio karuta wira wa Ngai. Ministry yanyu. Eda sasa. Thank you. Tusimame kwa miguu yetu miwili. When you are in a perfect
plan of God, he will do everything. He will command. You will see his signs and wonders. Nyinyi mnaongojea haraka. Me, I have seen the angel. Tusimame, shika sadaka zako. Sadaka ya kuperfect the will of God in you. You allow only God. Worship. Oh, thank you. We worship. Hallelujah. Yes. We worship you. Majina yote mazuri. As we sing, bring your gifts here. Your tithes and your offerings. Bring them here. And I want to retaliate. I want to meet those people who give your tithes. In the envelope that you have, write your name. All the people that have been giving tithes, I want to meet with them. And then if you know you pledged, or you pledge Kwaronda, please do so. Complete your pledge. Ripa pledges zako sasa. Maana from tomorrow is all systems go. May God bless you as you give. May God open your doors as you give. May God remember you. The reason you have come to give, God only knows. Let him perfect your ways. Let him perfect your desires. Let him perfect your ministry. Let him perfect your work. Let him perfect your marriage. Let him perfect your business. Let him perfect and command your path. May you be guided. May you be prospered. May you be anointed. May you be delivered. In the mighty name of Jesus Christ. May you receive the greatness of God. May you receive the favor of God. May you receive the desires of God upon your life. May you receive it. May you receive the desires of God. All that you've desired to have, God will be announced. Yote mazuri